Nitazungumzia dini, falsafa na sayansi katika uchambuzi wa kina wa maarifa ya binadamu. Tangu mwanzo wa historia ya binadamu, swali kubwa limekuwa: binadamu anapataje maarifa? Katika safari ya kutafuta ukweli na kuelewa ulimwengu, binadamu ametumia njia tatu kuu: dini, falsafa na sayansi. Njia hizi tatu zimekuwa mhimili wa kuunda mitazamo ya maisha, jamii na maendeleo ya kiteknolojia. Hata hivyo, kila moja ina namna yake ya kutafuta ukweli, nguvu zake na mapungufu yake. Jina langu ni Mr. Kamba. Karibu ulimwengu wa kweli. Tukianza na moja, dini. Njia ya imani. Dini imesimama kama chanzo cha maadili na mshikamano wa kijamii. Inamfundisha binadamu kuishi kwa heshima, kutii sheria za kiroho na kufuata mwongozo wa imani. Mfano wa maisha halisi. Katika jamii nyingi za Kiafrika, dini imetoa maadili ya mshikamano wa kifamilia na usaidizi wa kijamii. Katika tiba, wagonjwa mara nyingi hutafuta sala au baraka za kiroho kabla au baada ya kupata matibabu ya hospitali. Hii inaonyesha kwamba hata wakati wa sayansi, dini hutoa faraja na tumaini. 2. Falsafa, njia ya fikra na tafakuri. Falsafa hutaka binadamu afikirie kwa kina, ajiulize maswali bila woga na atafakari juu ya maana ya maisha. Mfano wa maisha halisi. Mijadala ya kifalsafa kuhusu haki za binadamu imesababisha misingi ya katiba na sheria za kisasa. Maswali ya kifalsafa kama vile, nini maana ya maisha? Au ni haki gani ya mwanadamu ambayo haiwezi kuvunjwa, yameathiri harakati za kijamii, ikiwemo mapambano ya haki za wanawake na usawa wa kijinsia. 3. Sayansi, njia ya ushahidi na majaribio. Sayansi imeleta mageuzi makubwa ya kiteknolojia, imeokoa maisha kupitia tiba na imeeleza kwa ushahidi mambo ambayo zamani yalielezwa kwa imani tu. Mfano wa maisha halisi. Tiba za kisasa. Magonjwa yaliyokuwa yanachukuliwa kama laana au mapepo zamani, sasa yanatibiwa kwa dawa na upasuaji. Mfano, kifua kikuu, TB na malaria. Mawasiliano. Kupitia utafiti wa kisayansi, leo tunatumia simu, internet na satellite, ambavyo vimebadilisha kabisa maisha ya kijamii na kibiashara. Nadharia ya Big Bang. Sayansi inaeleza chanzo cha ulimwengu kwa mlipuko mkubwa, huku dini zikieleza kwamba ulimwengu uliumbwa na Mungu. Kabla ya kuendelea, nikukumbushe kusubscribe, follow na kushare. Haya, karibu kuendelea kupata maarifa. 4. Uhusiano kati ya dini, falsafa na sayansi. Katika maisha ya kila siku, binadamu hutumia zote tatu kwa nyakati tofauti. Mtu anaweza kuwa mgonjwa, akapata matibabu hospitalini, sayansi, akauliza kwa nini mimi, falsafa, na kuomba sala ili kupata faraja, dini. Katika maamuzi ya kimaadili, mtu anaweza kufuata mafundisho ya dini, kuzingatia hoja za kifalsafa kuhusu haki na uhalali, kisha kutumia taarifa za kisayansi ili kuchagua hatua bora. Mpaka kufikia hapo, kuna kitu kimeingia akilini, japo bado una mashaka au wasiwasi. Usijali, jaribu kufanya tafiti na kusoma vitabu zaidi, utapata kuelewa mengi. Ulimwengu unayo mengi zaidi ya yale uliyojifunza darasani au dini yako. Basi tuendelee katika kipande hiki cha mwisho. Dini, falsafa na sayansi ni nguzo tatu za maarifa zinazomsaidia binadamu. Dini humjengea imani na maadili. Falsafa humchochea kufikiria na kutafuta maana. Sayansi humletea ushahidi na maendeleo ya vitendo. Katika maisha ya leo, hakuna kinachoweza kutengwa kati ya dini, falsafa na sayansi, na zote hizo zinakamilishana na kumsaidia binadamu kuishi kwa uelewa, hekima na maendeleo. Niishie hapa kwa leo, tukutane katika maarifa mengine. Jina langu ni Mr. Comeback. Nikukumbushe kusubscribe, follow na kushare.